Yes, kumbuka bado tuko ndani ya maonesho ya Showground. Tuko na jamaa kutoka Taveta hapa. Wana mazuri ambao wangependa kuelezea wewe mtazamaji wangu kutoka Raya TV. So siongee mengi, wacha niwapatie wao kipaza sauti wakuelezee ni nani na wanafanya nini hapa leo. Karibuni jamaa. Asante. Kwa majina naitwa Jonathan Tole. Mimi ni mkulima na pia mshikadau katika kilimo hichi cha ndizi, haswa ndizi ya kuliwa na ile ya kupikwa. Tunafanya kikazi chini ya shirika la wakulima ambalo linaitwa Taita Taveta Banana Farmers Cooperative Society Limited, ambalo liko ofisi zake zinapatikana pale Taveta, lakini vile vile tunaweza kutumana mazao yetu kutoka katika mashamba ya wakulima wetu katika maeneo mbalimbali ya pwani na hata nje ya mkoa huu wa Pwani. Yes. Na mwenzangu, labda utuelezee naye jina lako, labda unaitwa nani na unafanya nini hapa? Kwa majina naitwa Agostino Kiua Chema, nafanya na Tataba Cooperative kama finance manager, na leo tuko hapa kuonyesha chenye tunashughulika nacho kwa upande ule wa kule Taveta. Sisi kama venye mwenzangu hapa alivyosema, ni shirika la wakulima wa ndizi ambao wamekuja kwa pamoja na wanauza zile ndizi kwa pamoja kupitia chama chetu cha Tataba, ambapo sasa tunawavunia ndizi zao kule mashambani, tunazibeba na gari hadi hapa soko la Mombasa Kongowea. Tuko na wanunuzi wawili pale na tunaendelea kuwatafutia wanunuzi wengine ili mazao yao yasije yakaharibikia kule mashambani. Okay, unaposema Tataba inamaanisha nini, yani mwanzo kiurefu labda kiundani zaidi? Okay, sasa Tataba ni ile ufupisho wa lile jina Taita Taveta Banana Farmers Cooperative. Sasa ndio inakuja Tataba. So hawa ni wakulima, wanalima, wakishapata mazao nyinyi ndio mnachukua mnawauzia. Ndio hivyo, sio? Okay, so labda kwa ukulima wa ndizi mnaweza muelezea kule mtazamaji kule nje, labda wangependa kupata ndizi kubwa kama ile ambayo tumeona pale mwisho ya Taita Taveta. Labda ukulima siri ya kupata ndizi ndefu kama ile na ikazaa namna ile labda ni nini? Because kama ni ardhi kila mahali iko, labda ni mnatumia rutuba gani ama mnatumia madini gani ya kuumesha ndizi kama vile? Ni swali zuri sana. Katika kilimo cha sasa, mwanzo tunapendekeza wakulima kufanya kilimo cha biashara, si kilimo kile ambacho kilikuwa kinafanywa hapo awali cha kubahatisha. Hivyo basi, wakati mtu anataka kufanya kilimo kama cha kibiashara, tunamhimiza atafute miche ambayo imeidhinishwa kutoka katika kampuni ambazo zimeidhinishwa. Hapa pia tumeleta katika maonyesho haya. Usishangae mtazamaji ya kwamba zao lile linatoka kwa mche kama huu. Hii ni aina ya ndizi ambayo inaitwa Grand 9. Zao lile mwanzo wake ni hapa. Hivyo basi, wakati mkulima anaanza, kuna hatua ambazo anastahili kuzifuata katika kuotesha mche huu na hadi kuutunza kufikia kupata zao kama lile. Ile ndizi unavyoiona imesimama vile ni ndizi ya takribani kilo zaidi ya 50. Hivyo basi, katika shambani ile ndizi inakuwa na thamani na inakuwa na kipato cha juu kuliko ndizi ambazo ni za kilo chache. Okay. Kwa hivyo unasema ule mkungu wote unatoka, ukianza kabla hujakuwa vile unaanzia hapa? Ule mkungu wote unaanzia hapa. Ni hapa. Hii ni mbegu ya Grand 9. Yes. Ya tissue culture ambayo imezalishwa na sisi kama chama cha wakulima. Tunasikia raha sana tunapoingia katika uhusiano wa kibiashara na mashirika mbalimbali. Kuna shirika ambalo tumeweza kuingia nao katika mpango huu linaitwa MEDA, ambalo linatusaidia sana kuwapatia wakulima wetu mbegu hii kwa bei nafuu. Mbegu hii unapoenda kuinunua kutoka katika taasisi ambazo zimeidhinishwa, unainunua kwa takriban shilingi 150 ile ya chini. Lakini sisi kwa upendo ule ambao tuko nao na ile biashara ambayo tunataka kuifanya na kuiboresha, mbegu hii tumeweza kuileta katika hali ya ruzuku kwa mkulima kwa shilingi 85. Hivyo basi mkulima ananunua hii mbegu kwa shilingi 85, na sisi si wachoyo, hatuifanyi biashara hii Taveta peke yake. Tumeweza kudistribute
hizi seedlings ama hii miche ya Grand 9 katika maeneo mbalimbali, Kwale, Kilifi, Malindi, Tana River, kote huko tumeweza kudistribute hii ndizi ili tuweze kuongeza mbawa zetu za kupaa katika kaunti tofauti tofauti. Kutengeneza chama hiki cha ushirika cha wakulima wa ndizi haikuwa jambo rahisi, lakini kile kilichotusukuma sisi kuweza kuingiana katika makubaliano kama wakulima, kuweza kujitengezea shirika hili ni kwa sababu tulikuwa na mawazo ya kuingia hata katika biashara za kufanya value addition, kutengeneza crisps, kutengeneza ama kuivisha ndizi na kuziuza zikiwa zimeiva kuliko kuziuza zikiwa green ama za kijani. Sasa ndio tukaona ili tukitaka kupata kuingia kwa soko katika hali iliyo bora na kwa kupata kuuza mazao yetu kwa bei nafuu, inatubidi sote tuweze kushikana, tuzungumze sauti ama kauli moja. Sasa hivyo basi tukaona ni vyema kama wakulima tushirikiane kwa pamoja, tujitengenezee nyumba ambayo inaweza kutupropel ama kutusukuma kuweza kuwafikia malengo yetu ya kufanya kilimo biashara na kilimo kilicho bora. Asante sana na mengi kusikana labda kaka, mnapo wafund kwa kuwauzisha huku, labda mnanunua kwa bei, mkulima anafaidika ama nyinyi mnamgandamiza yule mkulima labda kiupande ule labda kutafuta soko nje? Maanake mkulima kishalima, nyinyi ndio mnafanya marketing nje, sio? So marketing yenu inamsaidia yule mkulima azidi kugrow ama ni ya vipi? Okay. Kwenye upande wa hiyo bei, sisi kama chama tuna ile bei mnunuzi anayotununulia huku sokoni kama Kongowea, that is Mombasa, akitununulia kwa shilingi 17, ile bei itaenda moja kwa moja kwa mkulima kwa shilingi hiyo 17. Najua hapo utakuwa unajiuliza sasa kama chama itakuwa inafaidi vipi ndani ya ile transaction ya kwamba mkulima anatuuzia kwa shilingi 17 na mnunuzi anatulipa na ile shilingi 17. Sasa hapo ndo nitakurudisha hapo nyuma kwamba chama kilivyokuwa kinaanzwa ama kina ile lengo la kuanza chama ilikuwa wapate soko nzuri kwa mazao yao ili kuavoid ile brokerage kwa hao wanunuzi wa reja mabrokers ya. Sasa unakuta sasa wakiwa kwa pamoja inakuwa ni tunaweza negotiate ile bei na mnunuzi na mzigo ukapatikana kwa urahisi. Kwa hivyo tunaposema tuna negotiate kwa niaba ya mkulima wetu, tunapopata bei ya juu mkulima wetu pia anapata ile bei moja kwa moja. Kwa hivyo katika ile transaction chenye chama kinapokea ni 5% kutoka kwa mkulima na 5% kutoka kwa huyu mnunuzi. Kwa hivyo chama kinakuwa kiko katikati. Sasa kama katika ile transaction moja unakuta chama itapata 5% na mnunuzi atampa 5% wanachama, mkulima 5% na mnunuzi 5%. Sasa ile 5% kwa ukijumlisha na kwa 10% katika ile transaction moja, ambayo sasa ndio itatumika katika kusaidia pale mambo ya ofisi, kutafuta zile ndizi nzuri kila kitu pale. Sasa ile 55 ndio inatumika pale. Lakini bei ni moja kwa moja kutoka kwa mnunuzi kama ni 18, kwa muuzaji pia pale mkulima wetu pia anapewa ile 18. Okay, sasa pengine kuna mkulima sasa anatazama na angependa labda kujoin labda kwenye sako yenu ama group yenu, na pia yeye aweze kuuziwa labda yeye si mkaazi wa Taveta, labda ni mkaazi, labda maana tumeona mashirika tofauti, kuna Kilifi County, kuna Tana River, na labda mmempatia mchi ameenda kupanda, labda anashindwa atapataje soko labda lifike huko, labda mnaweza panua mbawa zikafika labda tofauti na county tofauti. Okay, sasa hapo kwa mfano sasa hii chama ilianzia pale Taita Taveta kwa sababu pale Taveta ndio eneo kubwa pwani lenye lalima ili zao la ndizi. Sasa mama anakuwa ni pale. So sasa tukisema katika kujiunga sisi tuna limit kwamba ni awe tu ni Wataveta peke yake. Kama unalima ndizi mahali popote ulipo unaruhusiwa kujiunga, kwa sababu lengo ni lile moja la kuuza ndizi kwa pamoja na kwa bei ile nzuri. Kwa hivyo kujiunga kwetu ni rahisi tu, ni shilingi 600 ambayo 500 ni registration fee, alafu 100 ni ya kupewa katiba ya chama jinsi ujue jinsi venye kile chama kinaenda. Alafu pale ukishajiunga na ile 600 kuna ile shares, umiliki wa chama
that is shares 5 ambayo ndio minimum shares, ambayo kila share moja ni 1000. Kwa hivyo kuwa mwanachama kamili utakuwa unafaa ulipe 5600. Ukishalipa ile sasa unakuwa wewe ni full member wa chama cha ndizi ambao tunakita kwa ufupi TATABA. Na pia mimi mwenyewe nimefurahi kuwa mkulima namna hii. So wakitaka kuwapata labda wanaweza wapata vipi? Katika social media ama namba ya ofisi ama labda mnapatikana wapi, labda mtu akitaka labda kuja usajili? Okay, sasa sisi pale Taveta ofisi yetu iko karibu na Taveta Town, but location kamili ni kanisa la ACK Maho Church. Kabla hujafika Taveta Town kuna kamlima kako hapo hivi, juu kuna kanisa, hapo chini kuna maduka, hapo ofisi zetu ndio zinapatikana karibu na Mawimbi Hotel tu hapo. Ukitaka kutupata pale physically hapo ndio tuko, na kwenye mtandao tuko na website yetu kwa sasa inafanya tataba.co.ke. Utatupata pale, na katika kutaka maybe kujua zaidi kuhusu chama chetu tuko na namba ya ofisi, ukitupigia utatupata, ambayo ni 0703 73 85 82, ni 0703 73 82. Muda wowote ukipiga tutapokea na tutakusikiza. Tunakukaribisha sana. Haya mkulima, ni nini ambacho unasubiri tena kule nje? Kama unapanda ndizi, tukutane kwa TATABA tuweze kutatua ile tatizo. Kumbuka na vibes za mtaa, tuko mtaani bado tunafanya shughuli zetu hapa ndani ya showground. Tunatembea tukiangalia vendors wametupangia nini huko nje. So nimefurahi sana kujiona na nyinyi jamaa, na big up sana, na Mungu azidi kuwalinda sana. Asante.